katika sehemu ya pili. Makala ni ya Wako Wapi. Wengi wenu mmekuwa mkiniuliza kwenye jumbe zenu kwamba Jacob Mogoa alienda wapi? Mlikuwa mnamsikia. Wengi wenu mlikuwa mnafikiria amekuwa mzee hivi, ameingia, nikashangaa. Ni kijana barubaru na ameweza kufika, ametikia wito wetu, atuambie siku hizi yuko wapi na anafanya nini. Jacob, karibu sana. Asante Mary. Nimefurahia sana kwa kuweza kufika. Nashukuru. Watazamaji wamekuona. Wanasikia sauti yako, ni ile sauti ambayo ni ya kipekee. Lakini nafurahi pia kazi nzuri unafanya. Mpaka naridhika. Nimekaa pale nikakutazama nikasema mambo ni mazuri. Asante. Nashukuru sana. Kazi nzuri lakini. Karibu sana kwenye KTN News. Umekuwa wapi Jacob? Mambo mengi, lakini kwa sasa ni mhariri wa radio China kimataifa. Yani China Radio International. Naam. Nilikuwa Beijing kwa kipindi cha miaka 4. Maana baada ya kutoka KBC nilijiunga na radio China. Baada ya pale nikafanya kwa miaka 2 hapa Nairobi. Maana ndio makao makuu ya Afrika ni hapa Nairobi. Sasa baada ya pale nikahamishwa nikapelekwa Beijing. Wakasema tuitie huyu bwana, tumlete huyu bwana huko. Nikakaa kwa miaka 4 kule. Nikaanza kujifunza mengi kuhusu utamaduni wa China. Jinsi utamaduni wao wa chakula, vile vile pia mavazi, alikadhalika labda mitindo yao ya kawaida ikoje. Sasa ikabidi nikajifunza baadhi ya mambo pale. Baada pale kipindi cha miaka 4 nikasema watoto nyumbani wananihitaji bwana, mpaka niwalee. Sikasema nije nyumbani angalau nimalizie kazi, nifanye kazi hapa nyumbani. Naam. Mbona hukuenda na familia jamani, miaka 4? Unajua watoto wajua kule mfumo kule wa elimu ni tofauti na hapa Kenya. Na wale watoto niliona kwamba nikiwapeleka kule kutakuwa kuna shida kidogo, maanake sitakaa kwa kipindi kirefu kule. Kwa hiyo nikasema kwamba wacha wakae kwanza. Na pia mara ya kwanza mpaka niangalie mazingira. Wajua ukienda kule pia unajaribu kuhakikisha kwamba unaekaeka kitu kidogo. Ukija huko angalau ununue mkokoteni. Kweli. Hasa ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo nikasema kwamba wacha watoto nitakuwa wakija wakitembea na mimi nakuja pia kuwajulia hali wakati wa likizo. Sasa ndivyo ilivyokuwa, lakini kulikuwa na raha yake huko pia. Unazungumza Kichina? Kiasi tu. Hebu zungumza, tuambie kitu hata kama sitaelewa ni sawa, lakini usitukane na watu. Kuna wale ambao pengine wataelewa. Kwa mfano mara kwanza kabisa nilipofika China nilikuwa na shida ya gas. Kabla sijakwenda kule. Sasa nikaambiwa vyakula vyao vina pilipili sana. Sikabidi nijifunze maneno kadhaa matatu ambayo yataniepusha ili niweze kuwa salama, tumbo langu liwe salama. Kwanza kabisa ni kwamba pilipili inaitwaje? Nikaambiwa hiyo inaitwa lava. Nikaambiwa ukisema sitaki unasemaje? Unajua ukienda kwa mkahawa pale unasema kwamba puyao lada, yani sitaki pilipili ama spices. Kwa sababu tumbo litanitatiza. Na wao wajua wana mimina zile pilipili kwa wingi zaidi. Maana ndio utamu wa chakula cha Kichina. Sasa nikajifunza hayo maneno, puyao lada. Puyao maneno mawili pekee. Sasa nikifika mahali nikizungumza na mtu na puyao lada. Sasa ikafika mahali mpaka nikabandikwa jina puyao lada na wale wa China wako pale. Alafu kuna maneno mengine kama vile ikabidi nikae na wazee. Unajua ukikaa na wazee hapaharibiki neno. Wale wazee wana uzuri wake, wakaanza kunifunza Kichina kidogo niweze kuwasiliana nao. Maana nikienda sokoni kununua mboga mpaka ujue unanunua vipi. Ukisema wayao chega, wayao nega, puyao. Sasa kuna maneno kama haya ambayo ilibidi nijifunze kidogo. Kwani lazima ufanye ukishazungumza kitu unafanya unajua kuzungumza ni art. Ni kama usanii pia. Sasa kuna utamu wake wakati mwingine. Unajua siwajua tena. Sasa kwa njia moja ama nyingine unapoongea ukifanya vile, alafikiri ni style ambayo nilichukua nikasema kwamba wacha kidogo niweke vidokezo kama hivyo, utamu wake kidogo vya kufanya mtu aje juu kidogo. Naam. Ukarejea hapa Kenya. Nitakurudisha nyuma kidogo. Wakati huo ilikuwa ni vigumu sana kuingia tu KBC na unapenya. Ilikuwa ni watu wanachukua muda mrefu sana kuweza kwenda hewani kutangaza. Lakini wewe ilikuwa tofauti kidogo. Katika muda mfupi mno ulioko hewani ukaanza kutangaza. Siri ilikuwa ni ipi? Kwa sababu sauti ndio uko nayo. Pengine walikusikiza sauti ukasema basi ndio hivyo. Lakini pia kuna wale waliokuwa na sauti lakini walisubiri. Siri yako ilikuwa ni wajua nilifika pale kuna neno moja mimi husema. Sifa haiumizi mtu. Kupamba mtu hautaumia. Wajua pale kulikuwa kuna wazee na wazee wengine walikuwa ni wazuri zaidi. Sasa nafikiri wakati nilikiingia pale wazee wengi walikuwa wanaenda retire.
na unajua kwenda retire kuna shida pia kidogo, maanake wengine labda wataki kwenda. Sasa ikafika mahali ikabidi niwe karibu nao pia, unawasifu, unamwambia sijaona mtu kama haya. Sasa ukisema vile unapata mwenyewe asikia raha, anasema kwamba kuna kitu huko unafanya nikipenda, unakitoa vizuri sana, sijui mtajifunza vipi hapo. Sasa katika hiyo hali unapata wazee walikuwa wakiniona wananiita, Mogoa, njoo kijana wangu wewe. Sasa katika hiyo hali wakaniweka karibu. Ile kuniweka karibu nikaanza kujifunza baadhi ya mambo, zile siri ambazo wanazo pale. Ukiniambia kwamba Mogoa, ukitaka kwenda onea, kuanza kutangaza, basi moja kwa moja kuweka hewani, basi fanya hivi. Fanya hivi. Sasa kabidi nifuate yale maelezo ambayo nilikuwa napatiwa na wazee. Na kulikuwa kuna wazee wengi wakati huo, manake kulikuwa kuna Billy Omala akaniambia kwamba Mogoa, utangazaji unaweza kukuua na ukakujenga. Akaniambia kwamba unapokuwa katika jumba hili, kile chumba kidogo pale, ukipiga sauti ukitangaza, kuna watu wengi sana kule nje wanasikia sauti yako, jinsi Mary unavyofanya. Kuna watu nje kule, kuna wengine wana mawazo tofauti. Sasa akaniambia kwamba ukipenda starehe zitakumaliza, kwa sababu starehe hapa ndio umefika. Sasa kabidi nikaanza kujifunza mambo mengi kama hayo. Maanake unapata kwamba wakati wengine labda unahitajika labda kuwa studio, labda uko mahali unajivinjari. Sasa katika ile kujivinjari pale unasahau kwamba unahitajika kwenda studio ni kipindi fulani. Sasa kulikuwa kuna mambo kama haya ambayo nilijaribu kuyaweka karibu kutoka kwa wale wazee, na unajua wanasema kwamba ujana pia tafuta kahekima kadogo kale, alafu unacheza na wale wazee wako pale, basi bila shaka na unatoboa tu. Lakini ilikuwa si kazi rahisi. Unajua tulikuwa tuko vijana wachache. Nakumbuka Granton Samboja alikuwa ameingia, alafu kuna Lore Lolio, alafu kulikuwa kuna Sakina Mwinyi. Sasa kufika pale nikaona hao wanakaa wanasaidiana sana. Wakati huo Samboja nikaambiwa mimi nitaingia na Samboja kushado naye kwanza. Na mara kwanza kuingia katika ile microphone, unajua unashikwa ile microphone fever, unashikwa na homa pale. Najaribu kuzungumza pale, unasikia kama unaanza kupumua. Lakini baadaye nikaambiwa, watu wakaniambia kwamba Mogoa, ukitaka vizuri pale, zama chini, leta picha ambayo unataka kuielezea. Usijaribu kufikiria kuna watu, usijaribu kufikiria wale watu wako pale. Alafu unazungumza na mtu mmoja, kuzungumza na watu wengi utaona haya. Maana unasema kwamba wewe msikilizaji, unajua ukiwa nyumbani pale, basi bila shaka mambo ni mazuri. Natumai kwamba tuko pamoja kama shati na ngozi. Sasa kuna mambo kama haya ambayo una mlengo ule msikilizaji mmoja. Lakini ukisema kwamba wasikilizaji, hapo utaumia. Kwa sababu gani? Utaona ni umati mkubwa, alafu utaanza unachukulia labda kwa uhuru pale. Unaona watu wamejazana hivi kabisa, alafu unamshika microphone unazungumza. Sasa ile picha itakuogopesha. Sasa nikasema wacha nizungumze na Mary Kilobi pale. Sasa Mary, ukiwa nyumbani pale, najua natumai mambo ni mazuri. Sasa kuna hali kama hiyo ilinisaidia sana katika kupata yale mawaidha kutoka kwa wale wazee kwa njia moja ama nyingine. Lakini ilikuwa ni kazi ngumu pia. Manake wakati mwingine umetolewa, unaambiwa toka kwenda, unaambiwa toe wale huyo, watu wanakutusi huko. Sasa unavumilia tu, unasema kwamba sawa basi wacha nijibidishe zaidi. Sasa namuuliza jamaa, makosa yangu ni yapi? Sasa wakati huo nilikuwa na girlfriend ambaye ndio mke. Sasa umemwambia nisikize leo utakwewani, hebu sikiliza. Sasa inabidi anakaa nakwambia kuna mahali ulichemsha kidogo. Nasema kweli kwa hivyo nifanye vipi? Anambia kwamba sasa usiseme hivi, maneno kama haya hufai kuyatumia sana. Nasema hebu niambie, nikitumia maneno kama ya kushika, niambie kama ile nimetumia limekubalika ama halijakubalika. Sasa kulikuwa na mambo kama haya ambayo nilikuwa najaribu kujifunza. Kuna watu wengi ambao wanakujenga. Na hiyo ni redio. Uliwahi soma taarifa kwenye televisheni ambayo unaonekana? Nilisoma. Ilikuwa vipi? Tofauti ni ipi? Kwa ufupi. Nilifika pale nikasema mimi nisome TV alafu niende pale line 7 kununua nyanya, itakuwa ni balaa. Nakumbuka nilikisoma mara ya kwanza, nilitoka siku moja kwanza katika kusoma kwanza TV pale. Ilikuwa ni kazi pia, maanake nilifika pale wakati nimeanza kusoma katika taarifa ile, wakati nasoma basi ile maandishi ile taarifa,
nilisweat, nitokwa na jasho ambalo si la kawaida mpaka huku kila mahali jasho lanitoka tu, mpaka na jamaa ananiambia, Mogoa, kuna shida gani bana? Namwambia kaka, ni wajua mwangaza ni mkali sana, nafikiri ndio unafanya mpaka nianze kutokwa na jasho, lakini si mwangaza, kulikuwa ni ile uoga nilikuwa nao kwa mara kwanza na nijikamera tu liko pale, sio naliangalia, lakini sasa kulikuwa kuna ule uoga ambao kidogo unashikwa na wasiwasi. Sasa nilifanya mpaka ulikuwa na sweat. Mara kwanza kufika nyumbani, naambia jamani, naambia kwa kuna jamaa nyumbani, naambia kwamba I say pale kuna kibarua bana, sio tafanya namna gani. Kasa katika hiyo hali kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yalitokea pale, lakini baadaye nikasema kwamba kuna watu wengi wakanipatia morali, wakanisaidia zaidi, wakaniambia, Mogoa, utatoboa bana. Nikasema kweli nitatoboa. Wengine wakaniambia bana, chapa whisky alafu uingie pale utapiga vizuri zaidi. Nikasema hapana. Wacha, manake huwezi kutegemea whisky kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo nikasema kwamba lazima niamue na nikubali kwamba nitafanya pasipokuwa na ushawishi wowote. Lakini baadaye nikafanya. Sasa katika ile kufanya katikati nikaona mara ya kwanza kusoma, mara ya pili kusoma, nikaona mambo yanakubali. Lakini sasa umeiva. Kuna intro pale nataka unisomee. Story moja hivi. Ujikumbushe ulivyokuwa kwenye televisheni. Sawa, nitasoma. Tuendelee. Haya. Kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula amerejelea matamshi yake kuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga aliwasaliti. Wetangula amehimiza kuwa pana haja ya kushirikiana kisiasa miongoni mwa viongozi wa siasa kutoka magharibi mwa Kenya. Endelea Kenya. Mnakumbuka yale mambo tulikuwa tukitembea tukisema tupigiwe kura na mzee Raila. Akafika nafasi fulani akatutoroka. Tukaona anasalimiana na President Uhuru. Alikuwa anatuambia tunaenda Canaan. Sisi hatukujua Canaan ni ofisi ya Uhuru. Sisi tulijua Canaan iko mahali pengine. Akatoka huko akaanza kusema wamesikizana na Uhuru ya kwamba tunaenda referendum. Jana nimesikia Uhuru amesema hakuna kitu kama hicho. And hiyo ndio huwa tunasema, ukitaka kwenda safari ya hapa karibu, tembea peke yako. Ukitaka safari ya mbali, tembea na wenzako. Na mtazamaji, bila shaka ulipomsikia Jacob Mogoa akisoma umejikumbusha siku zile alipokuwa akisoma. Kidogo ananiambia ameanza kuhisi roho inadunda. Kwa nini? Unajua ni muda mrefu, alafu unajua bado tuko kwa kamera, unajua. Sasa hizi kamera unajua saa nyingine paya kidogo shuko na mchecheto. Inakubalika. Basi tupe intro fupi ya mchaka. Naam. Naam, msikilizaji, natumai kwamba mambo ni mazuri popote ulipo hapo nyumbani. Hapo basi najua kwamba mambo si mabaya sana. Maanake ndio umeamka hivi sasa, basi natumai kwamba ile chai basi ushaiandaa, maanake ni asubuhi. Haya, kipindi ni mchaka. Natumai kwamba uko nyumbani basi pale, lakini kama ni shughuli wacha ikae. Hapa ndipo unapofaa kuwa. Unajua katika radio unaweza fanya mikono unavyofanya vyovyote tu. Na mimi napenda kutumia mikono sana, pana mwili unafanya kila kitu. Yaani ukizungumza unaenda na mwili. Ndio naona kwamba labda wakati ninapozungumza zile hisia zatoka vizuri zaidi. Lakini unajua katika TV kuna kazi hapo. Unajua sasa kidogo unajishukushuku kidogo. Lakini kwa kifupi ni kwamba TV pia ni tofauti sana na radio kwa mambo mengi. Hata mtangazaji ambaye anasoma katika TV ukimlinganisha na radio kuna tofauti kubwa zaidi. Lakini vyote ni vyombo vya habari. Ni kitu gani kilikushinikiza kuingia katika wanahabari? Ukasema wacha niende nifanye hii kozi, nielekee. Ni sauti yako ulikuwa unaambiwa kila saa una sauti nzuri ama ni nini hasa? Kuna watangazaji wa zamani nilikuwa napenda hizi commentary. Wasikia wanasema kwamba Rais Daniel Arap Moi hii leo katika ikulu ya Nairobi alipokea vitambulisho vya mabalozi kutoka nchi za Canada. Sasa nilikuwa napenda sana jinsi wanavyosoma. Hasa nikasema kwamba acha nianze kuwaiga wale. Nikiwa shuleni nakumbuka tulikuwa tunafanya kile kitabu cha Concubine. Mwalimu alikuwa anipatia nafasi, unajua tulikuwa tunasoma darasani pale, mwalimu anakuambia Mogoa, hebu soma hiki. Sasa nilikuwa nikisoma, nilikuwa najaribu kusoma katika ile hali ya
kutaka kumvutia zaidi ule mtu. Nasema vipi naweza soma mpaka kila mtu anyamaze? Naam. Sasa katika ile kusoma nikaona watu wengi wanasema kwamba I say unasoma vizuri sana bana. Naam. Unavutia. Yani mwingine wakaanza kusema kwamba ni sauti ya kumtoa nyoka pangoni, mwingine akasema hii ni sauti ya lua, mambo mengi zaidi. Naam. Sasa katika hiyo hali nikasema basi naweza. Wacha nijaribu zaidi. Nikiwa KMC nilikuwa nashika magazeti. Namwambia Tuva kaa pale. Na wengine pale kuna wengine wanaitwa kina Uruko, Friko Nations sasa. Kuna watu wengi wakati huo. Sasa nilikuwa nikishika lile gazeti naanza kulisoma lote. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuona vipi naweza kusoma pasipo sauti kupotea. Kwa hiyo katika hiyo hali unapata kwamba wao pia walikuwa wananihimiza, Mogoa, nenda kuna voice test pale. Nenda kufanya voice test. Sasa kufanyika voice test zingine pale KMC, SIDA walikuwa wamekuja, ile Swedish International Development Agency. Tukafanya, tukachaguliwa kwamba nitakuwa naendesha kipindi kati ya wanafunzi wote pale. Sasa nikasema kumbe safari ndio imeanza hii. Sasa katika hiyo hali ndio KBC wakatangaza kwamba kuna nafasi. Lakini kabla hapo sikungoja, manake walikuwa wanasema wanairisha. Nikaenda Family Media. Family Media tulimfuata mzungu, tulikuwa mimi, Vincent Atea. Kuna Robert Iko na Elia Bon, kama unamkumbuka, ule alifariki na saratani ya tumbo. Tukamfuata mzungu Leo Slingerland pale Family. Tukamwambia mzungu, bana, stesheni haiwezi kuwa na stesheni bila news bana. Kwa hivyo tupatie nafasi tukudhirishie kwamba habari zitavutia zaidi na zitaongeza wasikilizaji. Akasema what do you want? Akasema tutaka microphone, tutaka recorder, tunataka kompyuta, tutaka na printer, tupatie gari moja pekee. Akasema should I do it? But we will do it. Tukaingia ndani basi. Tukafanya, tukawa hivyo. Baadaye ndio tukaanza kusikika sasa katika station zingine huku na huku mpaka tukaanza kutoka kwenda huku na huku. Kwa hiyo ni safari ndefu. Na umaarufu umekupa changamoto zipi na faida zake zimekuwa ni zipi vile vile? Ukipita pale umezungumza hapo ukisema umeenda kununua sijui mboga wapi, mtu anasema haya sio ni Jacob. Kuna siku moja nilikuwa siku hiyo nilikuwa ndo nimeanza. Sasa sikuwa na pesa za kutosha. Nikaenda mahali nikasema ninunue trouser, suruali. Kufika pale kuzungumza hivi akasema mbona unazungumza kama Mogoa? Wewe ni Mogoa bana. Nikamwambia bana, hii niuzie suruali pesa ngapi? Jamaa aliongeza bei mara 3. Na mimi sasa hapo fedha nilionayo hata ile ambayo itakana nilipe hiyo haitoshi. Kasema hizi ni shida hizi sasa. Tafanya namna gani hapo? Lakini katika hali kama hiyo baadaye unazikubali zile changamoto. Unatuma kama unaenda kununua vitu fulani, unatuma labda mke ama girlfriend ama labda unatuma labda ndugu yako mdogo ambaye uko naye nyumbani pale, bwana mnaenda kanunulie nyanya pale, maana nikienda kama za shilingi 10 nitambua ni 40 bob. Kwa hiyo kaka nendo ni ukoe hapa. So kulikuwa na mambo kama haya ambayo ni changamoto ambazo, lakini si mbaya, lakini changamoto zingine pia vile vile pia ni mambo mengi. Kumbuka nikiwa KBC kuna mwanadada alitoka mbali sana, kaja mpaka pale mlangoni akasema kwamba mimi namjua Mogoa, mimi ni mke wa Mogoa. Asijao hapo. Hata mimi niachie watoto. Sasa unajua mapi hayo. Sasa kutoka pale nikashangaa wale jamaa askari pale. Ulikuwa mjua ama mjui? Simjui. Wale askari pale wakaniambia kwamba Mogoa, mwite Mogoa, kuna kesi hapa. Sasa kufika pale getini nikamwona yule mwanadada. Hanijui. Haizi kunitambua mimi ni Mogoa. Lakini watu wengi pale walikuwa nafikiri kwamba labda kweli mtu Mogoa anaweza kuwa ameoa kisirisiri lakini hajatuambia. Sasa kufika pale nikamwambia dada, umtaka nani Mogoa? Sawa, nishamwambia anakuja kule. Sasa wale jamaa wakajua kwamba hawa wajuani hawa. Kwa hivyo kulikuwa kuna changamoto kama hizo ambazo ni nyingi lakini ni nzito pia kwa njia moja ama nyingine. Kama ungekuwa umeoa unajua na unaweza patiwa divorce ambayo labda si ile ambayo ni kwa kosa ambalo hukufanya. Kwa hivyo lakini nashukuru kwamba tulionao nyumbani wanadada kama nyinyi watuelewa. Na tunashukuru kwamba tunavumiliwa pia kidogo. Ungependa mtoto wako afuate nyayo zako ama utamwambia afanye kitu kingine?
Kuna kasichana msichana wangu wa kwanza ni msichana wa kwanza na watoto wawili pekee. Labda ndio tukaongeza, labda huwezi jua, pengine huwezi jua, ya Mungu mengi, si basi. Sasa tukamwambia, nimeona kila siku akija vile huwa anakuja na sasa ni candidate sasa, anafanya class 8. Okay. Kila siku ananiambia, dadi, napenda sana kutangaza. Naambia, kama unapenda tangaza. Utaitwa kichaa ukitembea, ukizunguka, ukitangaza, ukishika gazeti, unasoma tu hivyo, utasema yule bwana mpagao ama namna gani, lakini unajua ni ndoto ambayo unaelekea kuifikia. Lakini naona kwamba nataka kuona kama kweli kama ni yake iko pale ama iko, maana anapenda pia kuimba nini, yani ni mchanganyiko wa vitu kama hivyo vyote, maanake wote ni usanii wote. Na natumai kwamba, na mwingine ni footballer. Naam. Pili kuna ile sio Kimau Soka Academy, anaitwa Jesse. Ni mchezaji mpira, naona ni mzuri, anapenda mpira sana, mpaka anajua wachezaji, mpaka nikasema nitamletea kina Abu na kina Kauleni siku moja, wakae naye wasaidie kuchambua pia, maana naona unajua player wote. Hiyo ni safi kabisa. Ni kina nani wamekushika mkono ambao unasema kama hangekuwa fulani pengine singefika hapa? Kwa ufupi tu tukimalizia. Nilikuwa na mke wangu sasa. Maanake yeye ndio alikuwa na mimi kutoka mwanzo. Mkubwa. Maanake alifanya kila kitu. Mpaka wakati mwingine nasema hapa siwezi, anambia kama utaweza, twende. Nasema kila kitu nikifanya kitaka kurudi nyuma, anambia kama hapana, utaweza. Kwa hiyo alinipatia nguvu, na wanasema kwamba mahali popote mwanamume amefanikiwa lazima kuna mwanamke nyuma yake. Sasa huyo yuko nyuma. Lakini kuna wengine wengi kama ambao walichangia zaidi kunisaidia kuwa mahali nilipo hivi sasa. Na nashukuru na Lore, ambaye kuna watu wengi hata shuleni pale, tulivyokuwa shuleni pale KMC, kulikuwa kuna wengi vile vile pia walichangia. Na natumai kwamba hata kina Nabiswa, Paul Nabiswa pia walisaidia sana. Ni kundi kubwa la watu ambalo walichangia. Lakini wa kwanza kabisa ni... Namsikia mwelekezi wangu sasa hivi Uma pia anasema hujamtaja, lakini alichangia, sijui anajidai tu ama ni kweli? Ni kama alichangia pia. Ndio nasema wako wengi. Ni kama alichangia pia. Sasa hivi umemsikia. Kwa wale ambao wanakutazama wanataka kuwa na habari, kwa sekunde 30 tu, ushauri wako ni upi? Ushauri wangu ni kwamba wapo unapenda wanahabari, utaitwa kichaa. Kwa hivyo usiangalie ile aibu ya kuitwa kichaa. Nenda moja kwa moja, maana utafanya vitu unazungumza peke yako njiani, watu wanasema kwamba yule bwana kama kichwa kimeruka. Lakini jambo la muhimu zaidi, usiangalie watu. Wewe fuatilia kitu ambacho ni muhimu zaidi, ambacho unataka, ule msukumo wa ndani ukupeleke mahali unapotaka kwenda. Hakuna ambalo haliwezekani. Asante sana Jacob. Nashukuru sana. Na mtazamaji, ni Jacob Mogoa, umeweza kumsikia na sasa umejua yuko wapi na anafanya nini. Natumai umefurahia sana Jacob, asante sana kwa kuweza kutikia wito na kuweza kufika na kuzungumza nasi. Nashukuru. Tunakomea hapa mtazamaji. Mola akiridhia tukutane tena hapo kesho. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara ni Meresho Witi. Kwaheri.